anatuambia nini hapo Yohani? Anasema hivyo, nao watatoka wale waliofanya mema. Nao hiyo siku tutaonekana mbele ya Bwana Yesu Kristo. Waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Waliofanya mema watatoka kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Sasa ni wewe wa kuchagua na mimi ni wa kuchagua. Waliofanya mema watatoka katika ufufuo wa uzima wa milele, na waliotenda mabaya waliotenda mabaya kwa ufufuko wa hukumu. So hukumu itawabeba jehanamu kwa kuwa kutenda mema. Usijitapie dunia, tutengeneze maisha yetu kwa Bwana. Mungu akusaidie na mimi Mungu anisaidie. Tujue kama Yesu atarudi. Sasa atakaporudi atatukuta tuko tayari. Ni neno la Mungu. Ni wewe wa kujichunguza na mimi wa kujichunguza. Na tukamate tena ile tabia ya kanisa pambi. Nchi yetu hii usaidie watu waokoke, wakukubali kama vile Bwana na Mwokozi. Na wenye kuwa nje ya nchi tunawaombea wokovu. Kuna watu ambao walienda nchi za mbali, kufika hapo wameacha wokovu, kufika hapo wamekuwa katika njia isiyo stahili, lakini wakumbushe kama utarudi. Na wakati utarudi utawakuta wako macho, watu ambao wamepata iko na shida, wameteseka kwa dunia hii, wenye kulala njaa, wenye kuvaa uchi, wenye wiko hospitalini, wenye kuwa katika gereza. Mungu wasaidie nao wajalie neema. Manunguniko, mafadhaiko isije kutuma tumekosa ufalme wa mbingu. Saidia kanisa lako lipatie tena nguvu. Saidia watumishi wako lipatie tena nguvu. Wanaogonjwa waponye kama vile mganga. Wanaokuwa katika shida wasaidie mwamba. Tupate kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tutembee sawa na kutaka kwako. Utupe kuwa macho siku parapande takapolia, nasi tupate kusikia sauti ya parapanda. Basi tusaidie Mungu, tusamee kwa yote. Neno lako libariki. Bwana Mwokozi, wataimba Bwana, tamsifu Bwana, tacheza Bwana, oh haleluya Bwana, oh wataimba Bwana, watamsifu Bwana, watacheza Bwana, oh haleluya Bwana. Mataifa yote yatakusanyika mbele yake. Leo watu wengi wamepinga neno la Mungu. Leo watu wengi wamezarau neno la Mungu. Lakini wakati mwana kondoo atarudi, mataifa yote atakusanyika mbele yake, na yeye atatuchagua kondoo na mbuzi, kama kondoo kama mbuzi. Sasa atachukua kondoo azitie kwa mkono wake wa kuume, na kuna mbuzi kwa mkono. Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Mungu amefanya tena vema kutupatia kibali ya kurudi mbele ya uso wake. Ninaitwa mchungaji Dismasi. Tunafanya kazi ya Mungu katika kanisa la Pentecote Philadelphia. Mungu awabariki. Tuombe Mungu mbele ya vyote. Tunakushukuru Mungu mtakatifu uliyeumba mbingu na dunia. Tunashukuru tena upendo wako uliotoa mwana wako wa pekee kwa ajili yetu, ukatupa wokovu na kutupa kibali ya kuwa watumishi wako. Hiyo ni sifa na shukrani. Tumefika muda sisi kuhubiri neno lako, ulitakaswa na kulisafisha. Na wote watatufuatilia, Mungu wasaidie neno lipate kuwahimiza tena katika safari ya kwenda mbingu. Tunaharibu nguvu za shetani kwa jina la Yesu Kristo. Acha utukufu na rehema yako iwe nasi kupitia jina la Yesu. Amen. Tutarudi, tutazungumza kwa ajili ya neno asubuhi ya leo. Kichwa cha neno tutasema kurudi kwa Yesu. Kurudi kwa Yesu. Atakaporudi atatukuta tupo tayari. Yesu atakaporudi atatukuta tupo tayari. Nazungumza na Wakristo, nazungumza na hata wale wenye hawajakubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Kwa kuwa wakati Yesu alikuwa hapa duniani, alikuwa natufunulia hali yote ya mambo ambaye itakayekuja
na mambo ambaye iko kwa hiyo muda, na mambo yenyewe itakuja kwa muda unaokuwa mbele. Sasa kuna neno Yesu alituambia, aliambia mitume kuambia kusema kama duniani si kwenu, kwenu ni mbinguni. Na mimi ninaenda kuhatarishia makao, lakini nitarudi kuja kuwachukua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tupo hapo katika hii dunia. Mimi napenda, na kwa maisha yangu ya Kikristo ninasimamiaka sana kila neno ambaye kiliesemwa na Bwana Yesu Kristo, na ninachunguza maisha yangu sana kwa hiyo neno, nipate kuyafanya kama vile, ama kuyatenda kama vile Kristo aliyotuahidia, na ama kujilinda na kujichunga kupitia hiyo neno. Dunia si kwenu, kwenu ni mbinguni, na niyo ninaenda kuhatarishia makao, lakini nitarudi kuja kuwachukua. Mahali nitaishi na ndiye nanyi mtaishi. Sasa tunasema tutazungumuza juu ya neno kurudi kwa Yesu. Atakaporudi atatukuta tuko tayari kanisa. Atatukuta tupo tayari watumishi wa Mungu. Atatukuta tuko tayari. Ni wewe wa kujiuliza na mimi kwa kujiuliza. Unaona dunia inatufunga. Shetani anatusababisha kama Yesu alienda kutayarisha makao atarudi. Na inatufaa tuwe tayari kila saa na kila dakika, kwa kuwa hatujue siku. Inatufaa tujilinde, kwa kuwa sio wote waitao Bwana Bwana ndio wataona ufalme wa mbingu. Mungu atusaidie kanisa. Sasa tutasoma neno liko katika kitabu cha Mathayo 25. Tutaanzia hapa kwa mstari wa 31 tukishuka hapo chini. Neno linasema nini? Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Na mataifa wote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguapo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walio mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urizini ufalme mulivyo wekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mstari unafuatilia hapo wa 35. Na nilikuwa na njaa, mkanipa chakula. Nalikuwa na kiu, mkaninyesha. Nalikuwa mgeni, mkanikaribisha. Nalikuwa uchi, mkanivika. Nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama. Nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapo mjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena nilipokuwa ugeneni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena ulipokuwa mgonjwa, au maneno ya Mungu iko mrefu sana ndugu, na inabidi tusome yote kwa sisi kuja kuyatafsiri vizuri. Uchi tukakuvika, ni lini ulipokuona unagonjwa? Ni lini tulipokuona unagonjwa, au kifungoni tukakujia? Mfalme atawajibu akiwaambia, amina nawaambia,
kadiri mlivyotendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha pili kinasema nini? Kisha atawaambia na wale walio mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mlio laaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nilikuwa na njaa, msinipe chakula, nilikuwa na kiu, msininyweshe, nilikuwa mgeni, msinikaribishe, nilikuwa uchi, msinivike, nilikuwa mgonjwa, msiniangalie, na kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au magonjwa au ukifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akawaambia akisema, amina nawaambia, kadiri msivyo tendea mmoja wao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Amin. Hayo ni neno la Mungu. Tunaweza sema tunasoma mambo marefu marefu, lakini kwa kuyasikia vizuri na kwa kuyatambua vizuri yalitufaa hivyo. Hapo tunasema kurudi kwa Yesu. Atakaporudi atatukuta tuko tajari, kwa kuwa alimbela yeye kwenda alituahidia hiyo mambo hiyo, kutuambia kama kututayarisha kama dunia si kwetu, kwetu ni mbinguni, na yeye anaenda kututayarishia makao, atarudi kuja kutuchukua. Mahali ataishi na sisi hapo tutaishi. Sasa ninasema nini hapo? Dunia inatufunga. Shetani anatupofusha macho kwa kutambua kama kwetu ni mbinguni. Siku moja tutaacha hii dunia na tuingie katika ufalme wa mbingu. Sasa nini tutapata kuingia katika ufalme wa mbingu namna gani? Si kila wote waitao Bwana Bwana ndio wataingia katika ufalme. Inatubidi sisi wa Kristo, sisi watumishi wa Mungu, sisi kanisa kujitayarisha kwa hizi siku za dalili za siku za mwisho. Tumeona maalama ambaye Yesu alituambia siku za mwisho vitakuwa hivi, siku za mwisho vitakuwa hivi. Sasa hivi tunaona dalili zimetufikia. Kwa muda miaka zilizopita tulikuwa tumesikia kama habari kwa manchi za mbali, lakini leo mambo yote natufikia. Tremblement de terre, mvua ya mafuriko, kubomoa manyumba, kuua watu. Tulikuwa naisikiliaka kwa nchi za mbali. Huku kwetu Afrika ilikuwa hapo njaa, magonjwa kama vile cancer, madiabete, tulikuwa naisikilia kwa nchi za mbali. Lakini hivi sasa zimetuzunguka kwetu, na hivyo vyote vilikuwa dalili ya Kristo kusema, mkiaona hivyo vimewafikia, muwe tayari, muwe macho, kwa kuwa amjue siku kama vile saa. Sasa kwa siku ya leo Mungu ametupatia hii neno kwa kuwakumbusha tena namna tunaweza kujitayarisha kwa kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa wakati atakaporudi atatukuta tupo tayari. Wakati atakapoturudi atatukuta mahali kwa msingi ambaye alituacha ndani. Siku za leo nimeona kazi ya Mungu imekuwa fujo. Watu hawaitumike tena kwa utaratibu. Watu hawatumike tena kazi ya Mungu kwa umoja. Watu hawatumike tena kazi ya Mungu kwa upendo. Wachungaji, ni mzigo mkubwa hii kuchunga watu. Ni mzigo mkubwa kuongoza watu. Kwa kuwa kuongozwa kwetu kuzuri kutakuwa furaha wakati Yesu atarudi, au watu ambaye tuliongoza wakiingia katika ufalme wa mbingu. Nasi tutavikwa makamba hapo. Bwana Yesu akusaidie na Bwana Yesu akupe nguvu. Sasa Yesu hapo anajieleza hapo. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu.
katika utukufu wake na malaika wake. Yesu atakaporudi mwana wa Adamu, atakuja katika utukufu wake na wa malaika wake. Hatakuja kama vile mwanadamu, hatakuja kama vile tunachunga ati mkuu fulani atakuja kwa ndege atatufikia siku fulani. Yeye anasema hatujue siku wala saa, na yeye mwenyewe aijue, na wa malaika waishapo hapo mbinguni hawajue, lakini siri ya Mungu ye mwenyewe. Sasa akatuatia maagizo kusema mujitayarishe, muwe tayari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo siku unasema hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika zake. Atakuja. Kuna siku ambaye Yesu atakuja. Tukubali, tusipokubali. Neno hiyo nikiwaza ningali mdogo katika kanisani, tulikuwa nasikia wachungaji wanahubiri neno hii na watu wakubwa wananungunika. Sasa atarudi siku gani? Zamani gani walituambia kama Yesu atakuja? Yesu atakuja. Lakini ni neno ambaye yeye mwenyewe aliacha, anasema ninaenda na nitarudi kuja kuwachukua. Atakuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na wa malaika wake. Watakatifu wote pamoja naye ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Watakatifu wote pamoja naye ndipo atakaa katika kiti cha utukufu wake. Wakati atarudia na malaika wake, atakaa katika kiti cha utukufu wake. Na hakuna mwingine anajua siri ya hiyo kiti cha utukufu, na hakuna mwingine anayekuwa na hiyo kiti cha utukufu isipokuwa yeye mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Na mataifa wote watakusanyika mbele zake. Oh, haleluya. Kwa siku za leo watu wengi wanampinga, watu wengi wanatuzarau wenye kutumika kazi ya Mungu. Wamekosa kazi, wamekosa cha kufanya. Wenye kuokoka wanawachafua. Lakini hiyo siku Biblia inatuambia kama mataifa yote watakusanyika mbele zake. Wazungu weusi, wakuu wadogo, sisi wote hiyo siku atarudi, tutakusanyika mbele zake. Naye atawabagua kama vile mchungaji abaguao kondoo na mbuzi. Wakati atarudi, akikaa katika kiti cha utukufu yake, mataifa yote, tunasema hapo, mataifa yote watakusanyika mbele yake. Naye atabagua kama vile mchungaji abaguapo kondoo na mbuzi. Mataifa yote kuwa mbele yake, atabagua sasa kama vile mtu abaguapo kondoo na mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Atawaweka kondoo kwa mkono wake wa kuume na mbuzi kwa mkono wake wa kushoto. Hiyo siku Yesu atafanya hivyo. Kanisa tuishi, tutembee katika hii ulimwengu, tuule raha ya dunia, lakini tujue kama Yesu atarudi na mataifa yote takusanyika mbele yake, na atawabagua kama vile mchungaji abaguapo kondoo na mbuzi. Biblia inatuambia nini? Atachukua kondoo aziweke kwa mkono wake wa kuume, na atachukua mbuzi aziweke kwa mkono wake wa kushoto. Hiyo kazi hakuna mtu atampangia mpango. Ni mpango ilishapangiwa na Mungu ye mwenyewe. Tumika kazi ya Mungu vema. Nyenyekea kwa Ukristo wako. Tenda mema ndugu. Acha zambi. Zambi meua. Zambi itatubeba jehanamu. Siku za leo watu wapende tena kuambia juu ya zambi. Siku ya leo kanisani watu wamefungwa na zambi. Watu wamevaa uchi kanisani. Watu wametenda mabaya kanisani. Watu wameiba wiko kanisani watubu zambi. Watu wamekatalana wiko kanisani wapende kutubu zambi. Mungu atarudi siku ataruhusu Bwana Yesu kurudi, atabagua kondoo azitie kwa mkono wake wa kuume na mbuzi azitie kwa mkono wake wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe. Sasa hiyo mimi naanza kujua, nipo uchungu moyoni mwangu nilipoyasoma. Sasa mimi kwangu mimi nitaenda kwa mkono wa kuume ama nitaenda kwa mkono wa kushoto? Oh, haleluya. Hii ndio muda wewe kujichunguza na mimi kujichunguza. Eske nitakuwa kwa kikundi cha kondoo ama nitakuwa katika kikundi cha mbuzi? Ni mfano hiyo, haiko kondoo. Hii kondoo tunaiona njoo zitakuja hiyo siku. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake. Mwimbaji alikuwa anatuimbia siku moja, anasema mataifa yote yatakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Wataimba Bwana, tamsifu Bwana,
watacheza Bwana, oh haleluya Bwana, oh wataimba Bwana, watamsifu Bwana, watacheza Bwana, oh haleluya Bwana. Mataifa yote yatakusanyika mbele yake. Leo watu wengi wamepinga neno la Mungu. Leo watu wengi wamezarau neno la Mungu. Lakini wakati mwana kondoo atarudi, mataifa yote yatakusanyika mbele yake, na yeye atatuchagua kondoo na mbuzi, kama kondoo kama mbuzi. Sasa atachukua kondoo azitie kwa mkono wake wa kuume na kuna mbuzi kwa. Tunaendelea kwa mstari kwa hapo chini. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume. Tunasema hapa atawatenganisha. Kondoo azitie kwa mkono wake wa kuume na mbuzi azitie kwa mkono wake wa kushoto. Sasa tunaanza kuzungumza kwa wale ambaye atawatia kwa mkono wake wa kuume, waitwao kama vile kondoo. Atawaweka kondoo kwa mkono wake wa kuume na mbuzi kwa mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkononi mwake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithi ufalme mulivyowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Wale watatiliwa mkono wake wa kuume ndio kondoo. Atawaambia nini? Atawaambia njooni mliobarikiwa na Baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Njooni nyinyi mliobarikiwa na Baba yangu, urizini ufalme mlivyowekewa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kondoo hizo, njooni murizi ufalme mliowekewa na Baba yangu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Oh, Yesu asifiwe. Tunaweza kuwa ndani ya kanisa. Hii siri itatoka ndani ya kanisa hii. Na zaidi kwa watu ambao wamefanya kazi ya Mungu. Siku ya leo ni siku ya kujitunguza. Mimi nimefanya kazi ya Mungu namna gani? Mimi kikristo kiangu na kibeba namna gani? Wa ndugu, dunia isitupofushe. Kwa kuwa dunia itapita na mambo yote iliyokuwa ndani ya dunia, lakini kitakao baki ni neno la Mungu ama ufalme wa mbingu, na siku Yesu atarudi. Sasa tunafuatilia mstari mwingine. Ni mstari unifurahisha sana. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithi ufalme mlivyowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Tuliwekewa huyo ufalme tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Na niyo sababu Yesu alituambia, dunia si yenu. Juu sisi tulikuwa tumekwisha kuwekewa ufalme tangu zamani kwa kuumbwa kwa ulimwengu. Tunaendelea na mstari mwingine. Kwa maana nalikuwa na njaa. Haleluya. Sababu ambaye watatiwa katika mkono wa kuume. Sababu ambaye wataruhusiwa kurithi ufalme wa mbingu. Anasema hapo hivi, kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula. Nalikuwa na kiu, mkaninyeshwa. Tuvitu twa burebure utwe, mtu anatuona tu hapa chini ya jua tunaizarau. Lakini hii ndio matendo ambayo itatufikisha kuingia katika ufalme wa mbingu. Nalikuwa na kiu, mkaninyesha. Nalikuwa mgeni, mkanikaribisha. Nalikuwa uchi, mkanivika. Nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama. Nalikuwa kifungoni, mkanijia. Matendo mema Yesu anatutajia hapo. Wale ambao wataenda katika mkono wake wa kuume waitwao kondoo, na wale ambao waliwekewa ufalme wa mbingu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Baba anawaruhusia kuingia katika ufalme wa mbingu. Yesu atawaambia hiyo, kwa kuwa nilikuwa na hizo shida zote, ninyi mlinisaidia. Sasa hao watu watajiswali. Hapo mstari unafuatao unasema nini? Ndipo wenye haki, au wataitwa wenye haki, au watu watakuwa walinganisha kama kondoo ambaye atawatia katika mkono wake wa kuume. Wataitwa ni wenye haki. Watakapo mjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukikulisha, au una kiu
tukakunyesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha? Au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona unagonjwa? Au Bwana Yesu asifiwe, maneno ya Mungu iko matata. Au uchi tukakuvika? Ni lini? Ni lini? Batamuuliza, ni lini? Ni wakati gani tulikuona uko katika hizo shida zote na sisi tukakutendea mema? Ni lini tulipokuona unagonjwa au kifungoni tukakujia? Jibu ya Yesu atasema hivi nini? Na mfalme atawajibu akiwaambia, amina nawaambia, kadiri mlivyo mtendea mmoja wapo au ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kadiri mliotendea au ndugu zangu wadogo mmoja wapo, ni Kristo ambaye tulimtendea. Bwana Yesu asifiwe. Na watashangaa sasa, na watakuwa na furaha, kwa kuwa wataitwa wenye haki, kwa kuwa watalinganishwa kama vile kondoo, kwa kuwa watatiwa katika mkono wa kuume wa Bwana. Sasa unaona, tuna mikono miwili, kuume na kushoto. Hapa chini ya jua hawezi kusalimu mtu mpe mkono wa kushoto, ataona kama vile umemdharau. Hawezi kumpa mtu kitu na mkono wa kushoto, na mtu hawezi kukupa kitu ipokee na mkono wa kushoto, ataona kama vile umemdharau. Hivi viungo vyetu navyo Mungu anavilinganisha, na watakapoingia katika ufalme wa mbingu, kila wakati kuume amefanya kazi kushindia mkono wa kushoto. Kila wakati kuume ametenda mema kushindia mkono wa kushoto. Sasa hao watakayotiliwa katika mkono wake wa kushoto, na ndio wataitwa kondoo walio wenye haki. Watamuuliza, Bwana, ni wakati gani ulikuwa na hiyo shida zote na sisi tukapata kukutendea hiyo mema? Sasa kuna vitu ambaye watu tumefanya hapa chini ya jua, kuna wakati ingine tunaviona tu kama vile ni bure bure. Na yeye atawaambia kama wakati mliotendea umoja mwale wadogo yalikuwa mimi. Wakati unatenda mema kwa wale wakosefu ni mimi. Acha na mimi niongoze hivi. Wakati umetenda mema kwa ule mtu amelala njala, jua kama ni Kristo ambaye mtendea. Wakati umevalisha mtu alikuwa amevaa uchi, jua kama ni Kristo ambaye umemfanyizia. Wakati unatembelea wagonjwa hospitalini, jua kama ni Kristo huo. Wakati unatembelea watu iko gerezani, ujue kama ni Kristo. Hayo matendo mema, na ndiye Yesu atakuja kuambia watu, wakati mlipotendea umoja mdogo kwale yalikuwa mimi. Bwana Yesu atusaidie na Bwana Yesu atupatie nguvu. Sasa siku za leo unaona upendo imepoa. Kutumika hii kazi hakuna, watu wamekuwa wenye choyo, sijue choyo Swahili hapo. Mtu anaweza kukubali manguo zenye azimwene yake tena, aziweke tu nyumbani mwake. Viatu ambaye avake aziweke tu nyumbani mwake. Chakula amekula ameshiba, inabidi atupe katika gala. Sasa hiyo nayo itakuwa kama vile, na Yesu naye atatuuliza, sasa tengeneza maisha yako na mimi nitengeneze maisha yangu. Kipindi cha pili kinasema nini? Kisha atawaambia walio mkono wake wa kushoto. Tunaenda sasa kwa hii hali ya mkono wa kushoto. Nimesema kila wakati huyu mkono wa kushoto ndio anatumika makazi mabaya tu. Tukamate mfano hapa. Mtoto amejinyambia ama kujikoyolea, mama anakutumikisha hii mkono wa kushoto. Na wewe kitu kibaya kikakugusa, unatumikisha huu mkono wa kushoto. Sasa sijui huyu mkono mambo yake kila wakati inakuwaka tu mambo mabaya mabaya. Sasa ndio atachukua hapo, anasema kisha atawaambia walio mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mlio laaniwa, mwende katika moto wa milele uliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Wale watu ambao watawekewa katika mkono wa kushoto tuliwaita kama kuwa wanani? Ni mbuzi. Ukiangalia maisha ya mbuzi na kondoo, kila wakati kondoo anakuwa mtaratibu. Kondoo naweza mpiga namna gani? Iko mtaratibu. Kondoo naweza kumbeba katika kwa kumchinja. Kondoo hali yake iko mtaratibu. Lakini mbuzi ni mtu mjanja kila wakati. Maisha ya mbuzi, mbuzi kwenye unamweka, unaweza kumfungia hapa, anakata kamba, anapenda kwenda fasi pengine. Mbuzi aongozi wake, anapenda kujiongoza.
Huyu mbuzi ukaenda kumchinja, yatapiga kelele sana, lakini mwana kondoo wa Mungu amenyenyekea tu kwa maisha yake. Sasa kwa maisha yetu ya Kikristo, tusifananishwe kama vile mbuzi. Tusifananishwe kama watu watatiwa mkono wa kushoto. Tufananishwe kama vile mwana kondoo atakayetiwa mkono wa kuume. Kila wakati mkono wa kuume tunasema imetenda mema. Sasa atawaambia wa watu aliowatiliwa katika mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu. Na atawafukuza, ondokeni kwangu mlio laaniwa. Sasa usiwe kanisani kwa hii hesabu ya watu ambao waliolaaniwa. Tunasema tena, Mathayo ametuambia katika neno lake kusema, si wote waitao Bwana Bwana ni wataona ufalme wa mbingu. Neno anawajibia hapa wale ambao atatiwa katika mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mlio laaniwa. Atawafukuza. Na ndio wakati hiyo tunasema, wengi watasema, Bwana, tulifanya miujiza kwa jina lako, tuliombea wagonjwa kwa jina lako, tulihubiri neno kwa jina lako. Au atawaambia kama, ondokeni kwa kuwa nyinyi sikuwahi kuwaona. Ina uchungu sana. Miaka yote tumetumikia Mungu. Sasa ufike siku ya mwisho ya kuingia katika ufalme wa mbingu, waambiliwe ondokeni. Bwana Yesu atusaidie na atupatie tena nguvu. Tuokoke, tuache dhambi, tutende mema, kwa kuwa mema siku moja tatufikisha katika ufalme wa mbingu. Hapo anasema nini? Mwende katika moto wa milele. Unajua watu watendao mema, mabaya, watendao mema chini ya jua, Mungu amekwisha kuandalia makao. Na watendao mabaya, Mungu nao amekwisha kuandalia makao yao. Usijione mjanja hapa chini ya jua. Kuishi katika safari ya mbingu inatubidi unyenyekevu tu, sio kwa ujanja wako. Aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nilikuwa na njaa, msinipe chakula. Nalikuwa na kiu, msininyweshe. Nalikuwa mgeni, msinikaribishe. Nalikuwa uchi, msinivike. Hiyo ni mambo ambayo Yesu atawaambia watu ambao wametiwa katika mkono wa kushoto, waitwao mbuzi. Nalikuwa mgonjwa, nalikuwa mgonjwa, ikiwa kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hapo pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulikuona wewe una njaa, au una kiu, au uko mgeni? Kadiri msivyotendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Naye atawajibu akisema, tusikie neno vizuri hapa. Amin. Nawaambia, kadiri msivyo mtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Hii siku ya mwisho tuko ndani. Unakuta watu waitwa watajiri, watu ambao wanakuwa na uwezo kwa maisha, wamezarau wakosefu sana. Watu wamezarau watumishi wa Mungu sana kwa ajili ya maisha wamepita ndani. Watu wamezarau kanisa sana. Lakini Yesu atasema, wale wote mlikuwa mmezarau, wakati hamkuwatendea mema, yalikuwa mimi. Wale wote wakosefu, wakati sisi watajiri wa kuwasaidia, yalikuwa Bwana Yesu. Atawaonesha hivyo. Na hao watakwenda zao katika adhabu ya milele, bali mwenye haki au wale watu ambao walitiwa katika mkono wa kushoto, waitwao mbuzi, waliokuwa naona Bwana Yesu katika njaa kumlisha, katika kiwa kumpa cha kunywa. Sasa hiyo siku watajilaumu nao. Utuambie wakati gani ulikuwa katika hizo shida, sisi hatukukusaidia. Atawaambia kama umoja katika wale wadogo waliozarauliwa, wakati hamkuwatendea mema, wakati hamkuwasaidia, ni mimi. Mstari wapo nafuatilia. Na hao watakwenda zao katika adhabu. Sikia sasa malipo ya watu watenda mabaya kwa hii dunia. Na hao watakwenda watakwenda zao katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Haleluya!
wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Lakini wale wenye hawako wenye haki wataenda katika ziwa la moto. Sasa muda tungali hapa chini ya jua, ni muda wako wewe na muda wangu mimi ya kutengeneza maisha yetu, kujitayarisha kujua kama Yesu akirudi atanikuta niko tajari. Tunaimba kanyimbo kadogo hapa, natengeneza maisha yangu kwa Bwana ili Yesu akija anikute tayari. Mwimbaji naye aliimba vile, natengeneza maisha yangu kwa Bwana, natengeneza maisha yangu kwa Bwana ili Yesu akija anikute tayari, ili Yesu akija anikute tayari. Natengeneza maisha yangu kwa Bwana, natengeneza maisha yangu kwa Bwana ili Yesu akija anikute tayari, ili Yesu akija anikute tayari. Kanisa, hii ndio muda wetu ya kutengeneza maisha yetu kwa Bwana. Wakati Yesu atakaporudi atukute tayari. Sasa siku ya leo watu wamekuwa kwa kazi ya Mungu, hawataki tena kutubu dhambi. Watu wamebaki ndani ya kanisa na maovu mengi. Mioyo ya watu imechafuka. Lakini tujue kama hawa wote hawataona ufalme wa mbingu. Tunasema Mungu wetu ni mtakatifu, nasi tunapasha kuwa watakatifu. Alituma mwana wake wa pekee ambaye alikuja kuifia kanisa. Yesu hakuna mahali tunasikia Biblia na mahukumu kama alifanya mabaya hapa chini ya jua. Popote alienda alitenda mema, na akatuachia msingi wa kanisa na kutupatia mzigo. Enendeni ulimwengu pote, mukahubiri neno langu. Atakaye wakubali mukambatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mafundisho yote Yesu alileta hapa chini ya jua. Alianza mahubiri yake ya kwanza yalikuwa tengenezeni njia za Bwana na mapito yake, kwa kuwa ufalme wa mbingu umekaribia. Siku ya leo watu hawapende tena mahubiri ya kutengeneza maisha, na watumishi wengi wa Mungu hawapende tena kuhubiri watu dhambi. Kanisa kila wakati inapasha kuwa katika uwepo wa kuogopa dhambi. Watu wa Mungu tunapasha kuwa kila wakati kulinda maisha matakatifu, kwa kuwa Bwana akirudi atukute tayari. Na sisi ambaye tumeita watu wa Mungu, sisi ambaye tumeitwa wa Kristo, kwa halo wakati atatenganisha, tupate kwenda katika kikundi cha kondoo kwa mkono wake wa kuume. Kwa kuwa hawa ndio waliwekewa ufalme wa mbingu tangu Mungu aliumba ulimwengu. Lakini hizi mbuzi ambaye zitaenda katika mkono wa shoto, wanafanya vitu ambaye hawajue. Na njoo atajiuliza mbele ya Bwana, wakati gani ulikuwa na njaa? Wakati gani ulikuwa na kiu tukakosa kukusaidia? Ule mwenzako mwenye alikuwa katika shida hapo, namuona unatupa mabugali kumfuko, unatupa mabugali kupubele, na wengine wamelala njaa. Manguo mazuri uko nazo azuva au valake, mbona huwezi kusaidia wengine? Kazi ya Mungu, watu hawapende tena kusaidia kazi ya Mungu. Watumishi wa Mungu walikosha kupigwa picha mbavu, ce sont des escrocs. Hapana. Haiko ndio kazi Mungu aliitia watumishi wake. Aliwaita kuhubiri neno la Mungu. Naona makazi mengi nasaidiwa na watu. Watu ambao wamecheza mpira, wiko na watu wamewasaidia. Watu ambao wafanya kazi ya muziki, waimbaji, watu wanawasaidia. Lakini kwa nini watu hawapende tena kutenda mema kwa kusaidia kazi ya Mungu, kutenda mema kwa kusaidia watumishi wa Mungu? Tujichunguze wa ndugu. Dunia si yetu. Tutafute gisi ya kujenga ufalme wa mbingu pali ya kujenga yu ufalme wa dunia. Kwa kuwa hii itapita. Neno la mwisho tunamalizia hapa iko katika kitabu cha Yohani sura yake ya 5. Pia nini hapo Yohani? Anasema hivyo, nao watatoka wale waliofanya mema. Nao hiyo siku tutaonekana mbele ya Bwana Yesu Kristo. Waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Waliofanya mema watatoka kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Sasa ni wewe wa kuchagua na mimi ni wa kuchagua. Waliofanya mema watatoka katika ufufuo
ufufuo wa uzima wa milele. Na waliotenda mabaya waliotenda mabaya kwa ufufuko wa hukumu. So hukumu itawabeba jehanamu kwa kuwa wakutenda mema. Usijitapie dunia, tutengeneze maisha yetu kwa Bwana. Mungu akusaidie na mimi Mungu anisaidie. Tujue kama Yesu atarudi. Sasa atakaporudi atatukuta tuko tayari. Ni neno la Mungu. Ni wewe wa kujichunguza na mimi wa kujichunguza. Na tukamate tena ile tabia ya kanisa Pentekoste. Kanisa Pentekoste haikukuwa kanisa, ni kanisa ambaye ilianza kwa hali ya watu kutubu zambi. Wamefundisha watu zambi. Sasa usiweke zambi ndani ya maisha yako. Usiweke zambi ndani ya kanisa la Bwana. Wakati atakaporudi, ujue kama kutakuwa hukumu. Tunasema hapa Yohana 5:29. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuko wa uzima. Oh, Bwana Yesu anisaidie. Na wale waliotenda mabaya kwa ufufuko wa hukumu. Sasa Mungu atusaidie, Mungu atujalie neema. Tunaweza kuachia hapa kwa siku ya leo. Ni mimi wa kujichunguza na wewe wa kujichunguza. Na watu ambao mlikuwa na mzigo wa kuhubiri neno la Bwana, mhubiri watu kwa kweli na haki. Mwambie watu haki. Kwa kuwa hii na sisi tutaulizwa mbele ya Bwana wakati tumeficha watu kweli. Lakini wakati tunawaambia kweli, hatutakuwa na hukumu mbele ya Bwana. Nina uchungu ni mimi ndani ya moyo wangu kwa hali ya kanisa. Naona picha ya kanisa kwa siku za leo. Kanisa imebadilisha sura. Dunia inaingia ndani ya kanisa. Matendo ya dunia ndio imejaa ndani ya kanisa. Na hiyo haiko msingi ambaye Yesu alituachia ndani. Tutaomba Mungu. Mungu, tunakushukuru. Tunasema asante kwa neno lako. Acha neno hili libarikiwe kwa walio wako. Isaidie tena kila wote atakayetusikia. Kwa jina la Yesu Kristo, tupe nguvu na ujasiri ya kuwa macho. Tuchunge hapo siku utakaporudi. Kanisa lako lisaidie, watumishi wako lisaidie, Wakristo wasaidie, wanaokoka wote wasaidie, wajitayarishe katika hizi siku za mwisho. Tutubu dhambi, tusiunge siku utakaporudi, tupate kuona uzima wa milele. Kwa jina la Yesu tumepinga nguvu za shetani, vishawishi vya shetani, majaribu ya shetani ambaye amekogota watu kwa tia tamaa ya dunia. Na wao lisema dunia si kwetu, kwetu ni mbinguni mahali umeenda kututayarishia. Waliotoka katika wokovu tunawaombea. Wangali wamecheza katika dhambi, wasaidie mwamba waondoe katika dhambi. Nchi yetu hii usaidie, watu waokoke, wakukubali kama vile Bwana na Mwokozi. Na wenye kuwa nje ya nchi tunawaombea wokovu. Kuna watu ambao walienda nchi za mbali, kufika hapo wameacha wokovu, kufika hapo wamekuwa katika njia isiyo stahili, lakini wakumbushe kama utarudi. Na wakati utarudi utawakuta wako macho, watu ambao wamepata iko na shida, wameteseka kwa dunia hii, wenye kulala njaa, wenye kuvaa uchi, wenye wiko hospitalini, wenye kuwa katika gereza. Mungu wasaidie na wajalie neema. Manunguniko, mafadhaiko isije kutuma tumekosa ufalme wa mbingu. Saidia kanisa lako lipatie tena nguvu. Saidia watumishi wako lipatie tena nguvu. Wanaogonjwa waponye kama vile mganga. Wanaokuwa katika shida wasaidie mwamba. Tupate kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tutembee sawa na kutaka kwako. Utupe kuwa macho siku parapande takapolia, nasi tupate kusikia sauti ya parapanda. Basi tusaidie Mungu, tusamee kwa yote. Neno lako libarikiwe na libariki walio wako katika mchana wa leo. Tunashukuru na tunakuomba hivi kwa machache, kwa mengi utayabariki kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki na Mungu awasaidie. Tutanupa nimero zetu za telefone. Ni kwa ajili ya kusaidiana. Neno ikakufikia na uifikishe kwa mwingine. Na usiizarau. Unaniona niko mzee kama mimi, lakini zamani tulikuwa nasikia neno wazee wanasema kinywa cha mzee kimenuka lakini akiseme uongo. Hii ni mashauri ya Roho Mtakatifu kwa watu wanatamani kuingia katika ufalme wa mbingu. 0 7 hapo 88 4 3 9 7 5 4. Mungu awabariki na Bwana awajaze tena nguvu.
siku moja tukutanike katika ufalme wa mbingu. Amina.